Afadhali nimekuona. Maana huo mguu ulikuwa ni wako. Hivi, nishakwambia mara ngapi kuhusu kakaangu? Wewe unajifanya amnazo, si ndio? Unajifanya kichaa, hauna akili. Nishakuonya kaa mbali na kakaangu, lakini hutaki kuelewa. Hivi dadangu una shida gani? Kama ni mazoea na kakako, kama ni ukaribu, kamwambie kakako mwenyewe na sio mimi. Mimi nishakuonya. Sitaki mazoea na kakaangu. Sitaki ukaribu na familia yetu. Lakini bado usikii. Unataka nini lakini? Sikia nikwambie dadangu. Hayo maneno unaniambia mimi kamwambie kakako na sio mimi. By the way unanichosha na maneno yako. Mdogo wangu. Vipi? Naona natoka. Hayo mimi bana hanihusu. Ila kaka mimi nichofuata hapa ni mgao wangu. Mgao wako? Mgao gani mdogo wangu unazungumzia wewe? Nyumba hii haijauzwa hii. Mimi sijauza nyumba. Hebu niambie mgao upi? Kaka acha kujitoa ufahamu. Kwani leo tarehe ngapi? Leo tarehe 2, jana tarehe 1. Ina maana kodi ushakusanya kote. Kwa hiyo hapa mimi nataka ni changu. Sikiza nikwambie kitu mdogo wangu. Wewe mdogo wangu tena kipenzi kabisa yani. Na ninakupenda kinoma noma. Hao wapangaji mbona hawajatoa kitu? Usione hivi si nimetupia kuna mshangazi bwana anastendia. Mbona nikitoka Kibunda nakupa? Huo ndo wasiwasi. Kasema nimvumilie kama miezi 3 mpangaji wetu. Akitoa Kibunda mambo yanakuwa vizuri kabisa. Super. Kaka miezi 3 yote hiyo. Mimi nakujua wewe vizuri. Hela umepewa na umekula unamfanyia mambo yako. Sasa mimi napataje hapo? Mdogo wangu. Ujue siku zote mimi nakuheshimu afu nakuthamini sana kama mdogo wangu. Ili unapozidi kunipanda kichwani, nitakufanyia kitu kibaya. Na ndio maana nilipenda sana wewe ungeolewa mapema ukatoka hapa nyumbani. Sio unagombania ulisi. Si kodi ya nyumba. Kodi ya nyumba inakufikisha wapi? Niache mimi kaka yako na majukumu mengi nategemewa. Shida kuzaliwa na mtoto wa kike. Mimi nilishukuru sana baada ya kuzaliwa mtoto wa kike wewe. Nikaona kabisa ulisi nitakula peke yangu. Kaka mimi nishachoka na hizi ngojera zako. Mimi nikija tena hapa nataka changu. Sasa nisikilize mdogo wangu. Naenda zangu natoka kwanza kuna mambo nataka nikaishughulikie mdogo wangu. Afu mimi nakupenda kinoma. Nikirudi mwezi ujao tuonane. Sawa mama? Bana kaka utajua mwenyewe lakini nikija tena hapa kwa mara nyingine nataka mgao wangu, nataka changu. Kwanza ni bora ungeolewa hata na kizee ukatoka. Haya nipishe huko mimi nataka nifanye mambo yangu. Changanya mtoto mdogo uone unanivuga vuga. Pole sana ndugu yangu. Hayo unaelezea ni magumu cha kwanza. Sasa inawezekanaje ndugu kwa ndugu wakaoana? Hili jambo hata mimi linishangaza. Mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa. Sijui ni masuala tu ya kimila au ni tamaa tu za kimwili. Hapana. Hiyo haiwezi kuwa mambo ya kimila wala nini. Hiyo huenda ni tamaa. Maana ukisema mambo ya kimila, mjomba kumbuka mjomba ni mama. Sasa mjomba atawezaje kumuoa mpwa wake? Ni kweli unachokisema. Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa kabisa. Ila inasemekana yule mjomba anahusishwa na masuala ya kushirikina. Na masuala ya uchawi. Sasa hapo kwenye ushirikina, kwenda ni kweli. Kwenda kuna vitu ambavyo vipo nyuma ya pazia kwa mjomba. Ndio maana ameamua kufanya hivyo. Kwa hiyo hapo wewe kinachotakiwa kufanyika ni wewe kupambana, kumpambania huyo Umi. Naona. Maana haiwezekani mjomba ndo amuoe. Sawa sawa. Ni kweli unachokisema. Wewe na mjomba kuna kitu ambacho kinaendelea nyuma ya pazia. Kuna jambo atakuwa amelificha. Inabidi tulifanyie uchunguzi ili tujue ukweli. Hiyo ni kweli. Inabidi tufanye utafiti ujue ni kitu gani ambacho kimejificha.
Tabidi tufanyie kazi. Kizito, nimeona nije kwako. Maki we ndio rafiki yangu wa muda mrefu. Kuna swali linanisumbua kwenye mtaa wangu. Kuna binti nampenda. Na huyo binti natamani nimuoe. Ila yeye hataki. Hebu naomba ushauri. Nifanye nini? Mbona hili swala dogo sana? Najua kwa nini hataki, kwa sababu ana mtu. Sasa wewe cha kufanya, hebu fanya juu chini uachanishe. Akisha achana na yule jamaa wake, basi wewe itakuwa rahisi kumchukua. Safi sana. Kama kweli utanifanyia hivyo, nikafanikiwa kumpata huyo binti, nitakushukuru sana. Kwa sababu huyo binti ananisumbua sana. Na huyo binti nampenda sana. Ishu ndogo tu. Utawagombanisha. Watakuwa kila siku wakigombana. Yaani watakuwa wanachukiana, akimwona anamuona kama mbuzi. Yaani kila mtu akimwona anamuona mwenzake anamuona kama mbuzi hivi. Kwa hiyo nitakupatia kadawa, ambako kadawa ukishampatia huyo binti, atakuwa anamuona kama takataka fulani au anamuona kama sura ya mbwa. Atamwacha hapo hapo. Na wewe ndio utatumia hiyo nafasi. Kizito, nitashukuru. Na ndio maana sijaenda sehemu yoyote. Nimechukua maamuzi ya kuja kwako. Kwa sababu najua wewe ndio rafiki yangu wa muda mrefu. Hakuna rafiki mwingine wa kutatua tatizo langu tofauti na wewe. 45. Mimi na wewe ni marafiki toka muda mrefu. Alafu sitoshe, unanijua mambo yangu. Mimi waga sishindwi. Na hata manjonjo mengine hayo niliyokupatia, unaenda kuwasumbulia kwa kijijini. Ni mimi hapa niliyokupatia. Hili swala ondoa shaka. Mimi namaliza, sawa 45. Limeisha hilo. Yaani shoga yangu nimechanganyikiwa. Umechanganyikiwa na nini tena? Sio shemeji yako Lamso. Kafanyaje tena? Kila ninapokaa kumwambia kuhusu mimi kwenda kunipeleka kwao, ugomvi. Yaani mimi kwao sijulikani wala kwetu hajulikani. Yaani ndo mashoga yangu mimi nakwambia, sihitaji wanaume hapa kijijini. Natafuta wa mjini kwanza wanajali, wanatunza, wanazingatia sasampa. So hapa kijijini kwenda kulima huko kulima mimi hata siwezi. Lakini shoga yangu usiseme hivyo. Hata kama ndo umempenda, ndo uwe naye hivyo, aja kuoa, yaani kwenu hata hajulikani, kwao hujulikani, afu ndo unamngangania. Shoga yangu achana naye. Lakini shoga yangu, huyo shemeji yako mimi nimetoka naye mbali. Umetoka naye mbali huyu baba yako mzazi? Unashindwa kumwacha? Yaani ndo maana mimi nangangania wanaume wa mjini, wa hapa kijijini hawana chochote, ni michosho tu. Naona tunaanza kushindana. Basi Aisha, maana tutafikia, yani tutakapofikia tunagombana mimi na wewe. Haya bwana, lakini ushauri wangu ndo huo. Huyu mwanaume achana naye. Fae. Bwana nenda. Naona kuna mgeni. Kama nilivyokuambia kakaangu, huyu ni mgeni wako, anaitwa Tausi. Huyu ndio mwanamke hapa kijijini kwa nataka umuoe. Ungeachana na Naomi kabisa. Mwangalie binti yetu mstaarabu, anavaa heshima, mpole, mnyenyekevu, anajistiri. Hivi dada yangu, hii tabia utaimaliza lini? Maana kila kukicha linazuka jambo jipya. Tunaongea hili, unaleta jipya.
Tunaongea hili, unarudia yale yale. Kwani yule binti watu wamekosea nini? Mbona unamnyanyasa sana? Tausi. Unakumbuka mara mwisho tuliongea? Ndio. Bado na wewe upo na msimamo wako ule ule? Ndio. Kwa hiyo nyewe mnataka mniambie mmekaa kikao hapo mmejadiliana wewe. Mnaona mje mnadanganya mimi, si ndio? Sasa sikia nikwambie kitu moja. Mimi siwezi kubadilisha maamuzi yangu. Mtu wangu ni yule yule mmoja tu na sio huyu. Kama unataka kumwozesha huyu, mtafute mwanaume mwingine umwozeshe. Sio mimi. Usijali, mimi nitaongea tu na kakaangu nihakikishe paka amekuoa. Ila kaka yako ana msimamo. Wewe niachie mimi. Yaani mimi nahakikisha nimeongea na kakaangu paka hakikisha ameachana na Umi. Sawa, naomba nifanyie hivi. Yaani uhakikishe mimi niwe na kaka yako, maana nampenda hatari. Sawa, usijali Tausi. Yaani mimi nakuhakikishia, niamini mimi. Tahakikisha paka kakaangu amekuoa. Na ukinitimizia kama vile nilivyokuahidi nitakufanyia. Sawa, ila usijisikie vibaya. Sawa, kwaheri. Sawa, bye.